وبركاته. الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وبعد، wapenzi wa Allah, wapenzi wa Qur'ani, nikitambua meza kuu, wageni wote wakiongozwa na mwenyekiti wetu wa serikali ya mtaa Mheshimiwa Azizi, lakini pia pasi na kuwasahau watu ambao wanafanya kazi kubwa sana, Mahasin TV na Imani TV, lakini vijana wetu wa skauti, washiriki wetu, walimu wa madrasa, maimamu wakiongozwa na mwenyekiti wa walimu wa madrasa kata ya Tuangoma na ndiye mwenyekiti wa maimamu kata ya Tuangoma, mjumbe wa baraza la mashehe Sheikh Isa bin Abi Bakar, lakini pasi na kuwasahau na wengineo wakiongozwa na Sheikh Maalimu, ni mwalimu wa madrasa, imamu msaidizi Masjid Salami, pia Sheikh Muharrami Masjid Abdurrahim Tuangoma na wengineo wengi. Siwezi kuwamaliza wote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatambua uwepo wenu, na kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoagiza, inaposoma Qur'ani basi rehema hushuka na malaika hushuka na wanampelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala taarifa za watu wote waliokuwa pale. Nasi tambue kikao hiki Allah Subhanahu wa Ta'ala anajifakhiri nacho mbinguni. Ndugu zangu katika imani, Qur'ani ni jambo kubwa sana, na hata mwezi tulionao, mwezi wa Ramadhani, umepata utukufu na kuwa ndio bwana wa miezi kupitia Qur'ani. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiteremsha Qur'ani ndani ya mwezi huu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akaufanya mwezi huu kawa mtukufu kupitia Qur'ani. Na imani kubwa wale ambao tunashughulika na kitabu hiki, hatui watu wa kawaida. Tutakuwa watu wa kawaida kama hatushughuliki na Qur'ani. Lakini tukishughulika na Qur'ani, lazima tutakuwa ni watu ambao si wa kawaida, lazima tutakuwa na utukufu. Na hili analithibitisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadithi iliyopokelewa na Umar ibn al-Khattab, khalifa huyo wa pili. Anaelezea Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anasema, inna Allah, hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala, yarfa'u bihadha alkitab aqwaman, Allah Subhanahu wa Ta'ala ananyanyua kupitia kitabu hiki cha Qur'ani kaumu mbalimbali, watu rika mbalimbali wanakuwa watukufu, makabila mbalimbali yanakuwa matukufu kupitia Qur'an, lakini pia miji mbalimbali. Na walilahi alhamdu, katika kata yetu ya Tuangoma, haya ni mashindano ya 4 ambayo yanafanyika ndani ya kata kwa kuyafahamu, lakini kuna mengine yanafanyika hatuyafahamu, lakini yale ambayo tuliyafahamu na yaliyoko katika ratiba zetu, haya ni mashindano ya 4. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ainyanyue kata yetu ya Tuangoma, aijalie amani, lakini pia na nchi yetu ya Tanzania Mwenyezi Mungu aibariki na ainyanyue kupitia Qur'ani. Ndugu zangu katika imani, muhimizo wetu kama viongozi, tuwaangalia sana walimu, lakini pia na tuwaangalia sana wanafunzi. Tuwaandae wanafunzi wao ni wanafunzi bora, lakini na tuweke mazingira ya walimu kuwa ni mazingira mazuri ili waweze kuifanya kazi yao kwa ufanisi. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alitueleza pia, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, mbora wenu ni yule ambaye ameacha yake yote akaishughulikia Qur'ani kisha akaifahamu, lakini baada ya hapo na yeye akakaa chini kuweza kuwafahamisha wengine.
akaweza kuwafundisha wengine. Huyu mtu ni mtu bora sana. Kwa hiyo kuwa kwake bora ni kwa sababu ya Qur'ani. Sasa kuwa kwake bora ni sisi pia kuweza kumwangalia vizuri kwa jicho la huruma. Kama ulivyo mwezi huu ni mwezi wa kutizamana kwa huruma. Kwa hiyo tujitahidi sana kuweza kuangalia walimu wetu wa madrasa jinsi gani tunawashughulikia. Lakini niseme kwa washiriki na wale ambao hatujashiriki, Qur'ani tushughulika nayo sana. Tushughulika nayo sana. Hadithi iliyopokelewa na Abu Umama, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaeleza kwamba siku ya kiyama itakuja Qur'ani kwa wale watu ambao walikuwa wakishughulika kuisoma Qur'ani na kuifanyia kazi, shafi'an lahu. Qur'ani kuwa ni kiombezi chao. Qur'ani itakwenda kuwaombea watu siku ya kiyama, siku ambayo baba yako hawezi kukuombea kwa Allah, mama yako hawezi kukuombea kwa Allah pamoja na mapenzi yale nayo, na wengine wengi ambao unawaona hao ni msaada kwako, lakini siku ya kiyama hakuna msaada wao, bali Qur'ani itakupa wewe msaada kama umeshughulika nayo. Wewe tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwezeshe, atujalie kuwa ni watu wenye kushughulika na Qur'ani. Mwishoni na jambo ambalo mwalimu kanituma baada ya kusema hayo niliyosema, na hili tutumia maneno aliyosema vijana pale walioenda vijana wale katika ile kundi la hadithi. Walieleza wakasema, akrimul ulama faman akramahu, watukuzeni, wakrimuni, wapeni heshima wanachuoni. Hakika wenye watukuza kuwakirimu wanachuoni, hawa watakuwa wao wamemkirimu Allah na mtume wake. Kwa hiyo mwalimu baada ya yeye kusema kutoa iftari aliitoa, anasema Sheikh, ile iftari sijaitoa mimi. Yuko mtu ambaye ameamua kuitoa ile iftari. Kwa wale ambao wamehudhuria wasije kaona kwamba mimi mwalimu sasa najiweza na iftari ninazo. Lakini pia ndani ya risala tumeelezwa kuna